Mmoja katika waja wema anasema aya nne ndani ya msahafu nikizisoma asubuhi, mchana mzima mpaka jioni, naishi kama mfalme. Najiona kwamba ni mwepesi, mwenye utulivu, maisha yangu na mkabidhi Mola wangu. Aya nne nikizisoma jioni, asema asubuhi alhamdulillah, usiku utapita, nafsi yangu baridi sana. Aya ya kwanza, kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha, hakuna kiumbe chochote katika mgongo huu wa ardhi ila Allah ameshakiandikia riziki yake. Anasema nilivyofahamu kwamba riziki yangu Mola wangu ameshaiandika, Allah ameshaiandika riziki yangu, anasema nafsi yangu ikawa ina utulivu wa hali ya juu. Kwa nini? Kwa sababu aliyeniandikia ndio yule aliyeleta katika ulimwengu huu. Kwa nini nipate papatiko? Kwa nini hasimiane na mtu? Kwa nini gombane na mtu wakati yule anayetoa riziki ameshaiandika kwangu mimi? Maisha yangu yana utulivu wa hali ya juu. Aya ya pili, Allah anasema ma yaftahi llahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha, ile kheri ambayo Allah alokuwa amewafungulia waja wake, neema mbalimbali ambazo Allah kazifungua kwa waja wake kuwaneemesha, hakuna kiumbe kingine chochote kinaweza kuja katikati kuja kuzuia ile kheri ambayo Allah alikuwa amekuandikia. Hii ni Qur'ani, kalamullah, maneno ya Allah, kwamba lile ambalo Allah alikuwa amekuandikia wewe mja wake, hakuna mtu yoyote anaweza kuja akalizuia. Anasema nilivyofahamu hivyo, riziki yangu hakuna anayeweza kuiweka katikati mkono wake, nafsi yangu ikawa nyepesi, ikawa ina utulivu. Wama yumsik fala mursila min ba'di, na ile Allah alikuwa ameifunga akasema wewe sasa hivi huipati ila ni hii tu, hakuna anaweza akaifungua isipokuwa nani? Isipokuwa Allah. Ikiwa Allah amekuandikia riziki yako na hakuna anayeweza kuizuia riziki yako, kwa nini uelekee kwa waganga? Kwa nini upate papatiko? Kwa nini upate? Mwelekee Allah. Fi samai rizqukum wama tu'adun. Aya ya tatu anasema kauli ya Allah tabaraka wa taala, wa in yamsasuka Allahu bidhurrin fala kashifa illa hu, ikiwa Allah tabaraka wa taala amekugusisha madhara, maradhi, misukosuko, dhiki, tabu, pengine mali yako imeungua, biashara zako hazendi sawasawa, umefiliwa, mara umepata mtihani huu, nafsi yako imedhikika, ina tabu, mawazo kadha wa kadha wa kadha, hakuna kuondoa isipokuwa yeye mwenyewe Allah. Nenda uendapo, lakini mafikio na marejeo kwake yeye, mfalme wa falme, ambaye ni Allah baraka wa taala. Ikiwa yeye ndio amekupa madhara kama mtihani kwako wewe, kwani usimshukuru sana Allah, ukaona amekupenda, anakuthamini, anakuheshimu, amekupa mtihani katika ulimwengu, kama lengo lako ni kuumbwa kwake, kukuumbwa kwako wewe katika ardhi hii ni kupewa mitihani. Ndio lengo la kuumbwa mimi na wewe, mtihani. Hakuna yoyote miongoni mwetu ambaye atasema mimi naishi katika ulimwengu kwa raha mustarehe. Hapana, Allah anatugusisha mitihani tuione hii dunia ni tambara bovu la kupita tu. Kwa nini? Lau kila mmoja angelikuwa kwenye neema, asingekumbuka akhera, asiye karibu na Mola wake. Lakini Allah anatugusisha mitihani, toka hili kuja hili, hili tukuja hili, ili tuwe karibu na Allah, tuwe karibu na Mola wetu, tuongee na Mola wetu. Aya ya 4, innamal usri, pale penye tabu, dhiki, changamoto, tabu, shida ambazo zimekukabili wewe Muislamu, oza nitatokaje hapa?
Mtamalizaje changamoto hizi? Haya yanaonisibu haya, itakuwaje? Wepesi Allah anautoa hapo. Hujui unatokea wapi. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Mwelekee Allah, mnilie Allah, simama na Mola wako. Wallahi Allah hawezi akakuacha. Bahati mbaya iliyoje kwa baadhi ya watu, riziki yake ilikuwa anaona mambo kadha, anasononeka, anakuwa mnyonge, anaona hii dunia tena kama vile mtu anayeonewa. Ni mtu gani wa kadha? Yani ni mtu ambaye masikini, yani ni mtu ambaye dhalili. Kwa nini awe hivi na hivi? Wewe ndugu yangu, Allah anakupenda. Pengine Allah angelikufunulia akakupa utajiri, muda ule ungemkufuru Allah. Anataka wewe karibu naye, anakukadiria riziki wakati huo upate kidogo, ili uwe karibu naye, unambembeleza, anasikia kila wakati nidaa yako.